Naambiwa kwamba kuna wawezeshaji wanatoka katika makundi mbalimbali ambayo yatatusaidia sisi tuweze kuenenda vizuri zaidi. Naambiwa kuna masuala ya maadili, kuna masuala ya matumizi ya mitandao, kuna masuala ya usalama, kuna masuala ya fursa mbalimbali zilizopo katika wilaya yetu, na hizo tutakapozitumia na kuzielewa zitatusaidia sana katika kukabiliana na changamoto ambazo tunasema vijana wanakabiliana nazo. Nazo changamoto kama ajira, lakini wakati mwingine pia kutambua fursa mbalimbali ambazo tunazo katika maeneo tunayoishi. Sasa leo kikubwa ni kuja kupata elimu na ufahamu wa masuala haya, na mimi naomba nichukue nafasi kukaribisha sana, lakini pia kuwashukuru sana ninyi ambao mmeweza kuhudhuria kwenye kongamano hili. Natambua kuna wengine wako njiani wanaendelea kuja, na pale ambao watakuja nao pia watajaribu kuweza kupata elimu hii. Na kuja hapa tunatakiwa tuwe ni mabalozi. Natambua sio wote ambao wanapata nafasi au sio wote wanapata nafasi ya kuja kwenye ukumbi huu, lakini sisi ambao tumehudhuria tukae mabalozi kwa wengine, ili yale ambayo tutakayojifunza hapa tuwafundishe na wengine ambao hawajaji au hawajapata fursa ya kuja hapa. Tunapofanya hivyo tutakuwa tumetekeleza wajibu wetu. Tutakuwa na maswali na maeneo ambayo tungependa kuyafahamu. Kuna wengi wanasema katika kwamba hata mikopo inayotolewa na halmashauri hawafahamu taratibu zake. Sasa hii ni fursa nzuri sana, kama mlivyoambiwa mkurugenzi mtendaji yupo hapa na wataalamu wake watatusaidia kufafanulia na kuelekeza namna ya kufanya. Lengo kubwa ni vijana tujikomboe, vijana tujikwamue, na ili tuweze kufanya vyema zaidi katika kusimamia na kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea. Bila maendeleo ya vijana, maendeleo yanakuwa hayakamiliki. Na ili vijana waweze kufanya mambo yao kwa uzuri, lazima wamewezeshwe pia kiuchumi, lakini wao wanajua namna ya kuwezesha. Ndio kuna fursa zinatokea, lakini wengi hawapati nafasi ya kuzifahamu au nafasi ya kujua wapi tunaweza kupata fursa hizo. Kwa hiyo naomba niwasihi sana tuwe wasikivu kwenye mada tutakazokuwa tunaambiwa, ili tunapotoka hapo wote tuwe na ufahamu, na sisi tuwe na ufahamu wa yale ambayo tumeelekezwa hapa, yatatusaidia sana kuwasaidia na wengine, ili hatimaye vijana katika wilaya ya Sia na kwa taifa zima tuweze kuwa katika nafasi ambazo serikali inategemea tuwepo. Najua kuna mada nyingi zinazotolewa, kwa hiyo nisingependa kuchukua muda mrefu sana kwenye kuzungumzia haya. Naomba niwakaribishe tena kwa mara nyingine, niwatakie kila la heri katika mkutano wetu huu, lakini pia katika mkesha wa Mwenge, mapokezi na mkesha wa Mwenge siku ya tarehe 4 mwezi wa 7 kwenye wilaya yetu ya Sia. Pale pia tutaendelea kutoa taarifa na kutoa hamasa na kutoa ujumbe wa aina mbalimbali ambao tutafungua sisi tuweze kujua fursa zilizopo na ambazo tunaweza kuzitumia. Nawashukuru tena kwa mara nyingine kwa kuja kwenye kongamano hili na niwatakie kongamano njema. Asanteni sana kwa kuwa tumefikia nasi. Tupige makofi kwa nguvu kabisa. Asante sana. Ishara hii ni ya ufunguzi wa kongamano letu leo tarehe 2 ya mwezi huu wa 7 mwaka wetu 2026. Emmanuel Mwambeta, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Sia. Leo tarehe 2 mwezi wa 7 ni siku maalum, tarehe ambayo tulikuwa tunaisubiri kwa hamu, kwa maana ya kongamano la vijana wa wilaya ya Sia. Kongamano hili, kwa nini leo kuna kongamano hili la wilaya ya Sia? Lengo kuu kwanza ni kuunganisha vijana wote wa wilaya ya Sia kwa maana ya kata zote 17, kuwaunganisha kwa maana kwamba kuwaweka pamoja. Hili kongamano maana yake lina viongozi, lina mwenyekiti, lina makamu mwenyekiti, lakini pia lina katibu na katibu msaidizi, lakini pia lina mweka hazina. Kwa hiyo wale vijana tukiwaunganisha kwa pamoja wanaweza kujadili masuala mbalimbali, yakiwepo masuala ya kiuchumi, yakiwepo masuala ya biashara, masuala ya kijamii, masuala ya fursa mbalimbali. Lakini pia kwa nini tunawaunganisha pamoja? Kwa nini kuna kongamano la vijana? Na kujadili fursa zilizopo. Fursa tunazozungumzia hapa ni pamoja na fursa za kiuchumi, fursa za kijamii, fursa za kwa maana ya kisiasa, lakini fursa muhimu kama za mikopo. Mikopo tunayoizungumzia hapa, kuna mikopo ambayo inapatikana katika huduma
katika huduma za kibenki au za huduma za kifedha, lakini mikopo hususan mikopo ambayo inatolewa na halmashauri ya wilaya kwa maana ya 10% ya makundi maalum, ambao kundi moja hapo ni kundi hili leo ambalo tunalizungumza la vijana ambao wanapata 4%, lakini pia kuna kundi la wanawake, lakini pia kuna kundi la vijana la watu wenye ulemavu ambao linapata 2%. Sasa kupitia kongamano hili tunaweza kujadili zile fursa mbalimbali zilizopo. Fursa hizo ambazo kama nilivyosema, fursa za mikopo, lakini fursa za kuwezeshana kiuchumi. Wanajadili changamoto zinazopata vijana ni zipi. Lakini kupitia hili kundi, kama tunavyojua, ni kundi ambalo tunalitegemea kama taifa katika kuhakikisha kwamba uchumi unakuwa. Ni kundi ambalo lenyewe ni kundi ambalo linafanya kazi, ambalo linazalisha, linasababisha mapato. Kwa hiyo tumekutana leo hii ni kujadili, kuunganisha kwanza vijana, lakini na kujadili fursa zilizopo, lakini pia kuwawezesha fursa zilizopo. Asante. Vijana wamekuwa wahanga wakubwa sana wa changamoto ya ajira. Labda kama halmashauri kujua labda nini pengine nawaambia, maanake pia tunakumbuka kwamba kuna vijana wao wenyewe wamezoea kukaa vijiweni na kusema tu serikali ajira hamna, kusoma tunasoma na vitu kama hivyo. Wengine mnawasaidia vipi? Kwa maana ya wilaya Sia au kupitia serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia, kwanza imefanya kazi kubwa. Awali vijana walikuwa wanaishia miaka 35, lakini sasa hizi vijana wanaishia miaka 45. Mimi mnaniona mbele yenu pia ni kijana. Kwa hiyo fursa, kwanza serikali imeongeza wigo, imetanua wigo wa kuhakikisha kijana anapata mikopo kupitia ili kundi la 10% ya 10%. Kwa vijana wengi wenye umri kuanzia miaka 18 mpaka 45 wamekuwa ni wanufaika wakubwa wa hii 10%. Lakini kupitia wilaya ya Sia pia tumekuwa tukihamasisha vijana makundi haya, kuwapa elimu, kuainisha fursa zilizopo. Fursa mojawapo ikiwepo ni pamoja na kuunda makundi. Tumewawezesha, wameweza kuunda makundi mbalimbali ya 10% na kuwapatia mikopo. Kwa hiyo pia tumeweza kuhamasisha na kuendelea kutoa elimu kuhakikisha kwamba watu wasikae vijiweni, wafanye fursa zilizopo. Mfano, fursa mojawapo iliyopo ni kuunda kikundi ambacho kitafanya kazi ya useremala, lakini kuunda kikundi ambacho kitafanya kazi ya ufugaji wa kuku, ufugaji wa ng'ombe, lakini pia uzalishaji wa shughuli zote zile ambazo ni za kilimo, lakini pia kufanya biashara ya machinga, lakini biashara zingine ambazo zinapatikana wilayani hapa. Kwa hiyo kundi hili mara kwanza lilikuwa ni wahanga, walikuwa uelewa huko chini, lakini kupitia elimu ambazo tumekuwa tukitoa kupitia idara ya maendeleo ya jamii, kundi hilo uhanga umekuwa haupo. Lakini pia ilikuwa ni kundi ambalo ni tegemezi, lakini sasa hizi vijana wamehamasika, wamekuwa wamejitokeza kwa wingi, wamekuwa na mwamko, kwa pamoja maendeleo yameweza kupatikana.